Kufuatia misheni ya kuimarisha wanajeshi wa M23 huko Rubaya ili kudhibitisha kusonga mbele kwa waasi wa Wazalendo ambao walitisha kuteka mji wa madini wa kimkakati. Baadhi ya wanajeshi wa M23 walianza kurudi katika nafasi zao za awali jana usiku, haswa katika eneo la Kivu Kusini na Ruchuru. Harakati za waasi zilizoonekana Kibabi, Rubaya na asubuhi ya leo huko Luk na Katobotobo pili. Generali Stani James Mtayomba, kamanda anayejulikana kwa shughuli zake katika eneo la Masisi, ambaye alikaribia mara mbili mji wa madini wa Rubaya na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa waasi. Aliyejeruhiwa huko Mlema Jumamosi iliyopita yapata saa 1 jioni alipokuwa akipigana na waasi wa M23 walioshiriki na Rwanda. Mara tu baada ya kujeruhiwa, Mtayomba alihamishwa haraka kwa ajili ya huduma inayofaa ya matibabu, na kulingana na vyanzo anaendelea vizuri. Hii ni mara ya pili Mtayomba kujeruhiwa kwenye uwanja wa vita karibu na Rubaya. Mnamo April 7 mwaka 2024 alijeruhiwa tena na waasi wa M23 ambao walikuwa washiriki na Wanarwanda. Bagram tanisamia Kiswahili kwa nguvu hapa mwana maajabu. Kiswahili ifo tende kwanza kwa maombi tuiombe ndio Kiswahili kwa bien. Niliwaambia Kiswahili kwa nguvu ni kwa juu ya message ya kwanza yenye inasomekana kwa hii habari. Nasema na wazo wa mingi hawataielewa. Banaita Wazalendo waasi. Message ya M23 iko na jitapa ama iko na jigamba gisi inaenda tena kamata Rubaya mwingine yabo. Banafukuza ba M23 kwenye balikuwa basha kamata. Sio banarudilia ile fasi kwa juu. Bilikuwa bingaliki bamia dialogue. Banamaliza ma dialogue sasa yabo na banarudilia mafasi yabo. Sasa panakuya sujet ya pili, banasema kwa juu ya General Stani James Mtayomba mwenye aliumia mfro pale Rubaya, na inakuwa ni deuxième tour yake anaumia pale mfro, na yote kuumia kwake mfro ni kwa juu ya mapigano. Na mapigano yake ni kwa juu ya kugombola budongo ya Kongo, kugombola budongo ya mababu yake, juu ya kuona gisi inchi itaenda bien. Piko kauli moja niliongeaga ku habari moja hivi nikasema piko ba general ya kizalendo wanajua kwema. Piko ba general ya kizalendo wenye banakwambiaka abakwezaga sinye na mtu makoro. Sirse banapiganaga kivyao. Abapiganaki kwa juu ya mtu ama bapigane juu ya banapigana juu ya inchi yabo. Juu ya bana inchi yabo. Na bana inchi yabo ni wewe, mie, mama yako, baba yangu, tate yangu, shukulu yangu. Njo bana inchi yabo. Bale bengine ni feki. Sur ce,
Nilikuwa nataka kujua kitu kimoja kenye kinatusumbua shiba Kongomani. Tunasumbuka na probleme gani mkongo yetu? Eski mkongo yetu hakuna kitu tunaweza tafuta makuta juu tuache kuwa basaliti, ama mkongo yetu shie tunju tulizaliwa kwa jua kuwa basaliti? Hata mimi sisi tunapendaga aventure, lakini aventure piko sawa mwa hawezi fanya aventure na bandugu yako viko lagoni mu makadre mo hivyo piko na ile makadre. Pourquoi ça? Na nini njiko tusumbua? Na kama niwaambia bakusaliti chua na basome M23 vita katika Kivu, mahakama kuu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kufungua kesi kubwa inayowahusisha maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa kijeshi na mahakama Alhamisi hii Juni 5. Mkuu wa zamani wa wafanyakazi wa FARDC Generali Christian Chiwewe pamoja na Generali John Nubi Banza Nitambo, Maurice Nyembo Kufi na Kamukinde Chinyabuma watafika mbele ya mahakama ya juu zaidi ya kijeshi nchini. Pia katika kizimbani atakuwa hakimu mwandamizi John Ngoi wa kabila mkuu wa zamani wa fanyakazi chini ya Rais Joseph Kabila na General John Sangwe Muhamedi. Kundi la washtakiwa linakabiliwa na mfululizo mkubwa wa mashtaka ikiwa ni pamoja na kula njama, uhaini, kueneza uvumi wa uongo, kutetea ugaidi na kutoroka nje ya nchi. Mahakama ya kijeshi pia inawahukumu kwa kukiuka amri, kumiliki silaha na risasi kinyume cha sheria na kuwachochea wanajeshi kufanya vitendo kinyume cha wajibu na nidhamu. Kikao hiki cha umma kinachofuatiliwa kwa karibu zaidi na waangalizi wa siasa na usalama. Ndio maana niliwaambia sisi mkongo wetu kugina makazi, tuko nafanya makazi kuliko kusaliti watu yetu, bandugu yetu. Tripe militaire, auditora militaire ya nationale inaitisha ba generale ya mingi, ba biongozi ya mingi, ba generale, ba kolonele na batu bengi, na vile vile inaitisha meme juge marikuwaga juge wakati ya Kabila, Joseph Kabila, na banamuitisha kwa jua bitu biko naendelea mkongo. Eske vraiment na uko naona bitu biko naendelea mkongo? Wewe kivyako naona vipenda? Ujisi tuambia mwanzo kweli. Tuko naongea kwanza kitu kimoja kiko kweli, unasema hapana mimi sivipendi, hakuna si ndafanya. Tunaviongeza vile tuko baamini. Hiyo vitu ndio biko nafanya vinatumaliza sektere yetu. Sektere yetu shiba Kongomani hatuna tena raha. Pourquoi hatuna tena raha? Unajua tutakuwa na raha huku simu inalia. Jevo, shogo tunalala munini? Huku simu. Hata njoo bama. Tuko na mbele mwanzo kweli di. Maka ni shepe yetu mkononi tunateseka. Shepe yetu mkononi tunateseka. Shepe yetu mdunia tunateseka. Shepe. Hata kama Irani ishatusaidia hapa jana. Lakini ni shepe. Malalamiko yalikuwa ni kwetu tu. Kila siku malalamiko yalikuwa ni kwetu. Bagage. Mtanisamea kwanza. Kajua labda sasa changu mbona iko mbaya hivi. Nagonjwa gripe. Ataka nagonjwa gripe sio shinda kuambia kusema habari, ndasema tu. Bibalume bibachoke ndasema tu. Nikikuomba sana komante kwa habari yetu, unakuwa unajikaza unasema unakomante uko wapi. Ya kwanza, ya pili, una unajikaza una kweli unavisindiria. Na una
unajiabone, unakamata, unaactive ile kengele. Sawa utajiabone unaangalia hata 2 minutes, kwa jule 2 minutes itakusaidia ile kengele kubamba mzuri, kwa juu kila 5 minutes unakuwa unapata habari zetu kila siku na kila saa kila dakika. Tunapanaka habari 12h, 5h na 18h inakuwa